huu Brownie mmesumbuana sana, mtolee. Sasa kusikia hivi ndio ilikuja kwa akili kwamba sasa hao ni wako pamoja. Wako pamoja. Mimi akatoa. Alitoa hivi. Akamwambia piga malizana na Brownie, amekusumbua sana huyu. Nini? Alitoa bastola. Watu wanaona. Ikawa kwamba huo wakati watu wana pita, yani pita. Yule jamaa wangu ameona lakini hawezi akajaribu kuongea kwa sababu huenda pia kaangukia. Akaingia kwenye mtego wenyewe. Sasa wajua jamaa alitoa. Sasa kutoa pale ndio nikamwambia tafadhali usinipige. Tafadhali usiniue. Akaambiwa mpiga yeye, Brownie amekusumbua sana. Jamaa nikamwambia tafadhali. Sasa kuinua mikono ilikuwa ni kwa lami. Jamaa alinipiga sweep. Sasa mimi nikajipata niko chini. Sasa hii kujipata chini nimekwambia baada hizo sekunde chache damu ilikuwa imetapaka kila mahali. Nimeumia. Sasa hiyo vijana wamechukua simu, nilijaribu kuirusha. Alafu kando kidogo kulikuwa na mama fulani alikuwa yuuza kulikuwa na matunda pale, nikairusha. Hata ilikuwa karibu hata ingia kwa mtaro. Na unajua kwamba mabomba ya maji yalikuwa yanapitisha taka. Hata nilikuwa naomba ingie pale ibebo ama ingie hiyo kwamba tusiwape. Kile ambacho niliacho nacho ni earphones. Zimeingia ndani kwa nini hivi, lakini ikang'oka tu. Simu yenyewe nikairusha kule. Kijana akaenda akachukua. Huyu kijana wa nduthi sasa niamke nikimbie kwa sababu najua kwamba nimeweka hela hapa. Alichukua pesa tena. Alichomoa yani wallet yenyewe. Wallet yenyewe alibeba nayo. Sasa mimi niko hapo chini naona kile ambacho kinafanyika, nainua mikono siwezi nikajaribu, na hisi yani ni kama nimepasuka kabisa, yani ni kama kichwa chenyewe kimetoka. Nainua mikono nikiwa hapo tu, akatoa akaambiwa malizia huyu kijana. Hapo sasa ndo niliona kweli hapa nimefariki. Mimi nifunga macho. Nikasema kama ni risasi acha nipigwe. Sasa hapo ndo kidogo hicho kisanga kilivutia umati. Kwa hiyo vijana katika pilika wakapanda nduthi na wakaondoka. Nakumbuka vizuri nikiwa pale chini niliona yule jamaa mwenye amenipora. Alienda kama ameshika hiyo pisto yake hivi na amekalia nduthi, badala ya kuangalia sasa mbele waende, aliangalia nyuma hivi. Alikuwa na urui sana. Alikalia hivi na inaenda hivi. Na pikipiki yaenda hivi. Ikawa kwamba ataka kunipiga risasi hataki. Anataka kuonesha kila mtu yeyote atakayejaribu kufanya jambo lolote atampiga. Hivyo sasa ndo aliondoka. Simu ikapotea. Simu imepotea. Wallet ingawa siko na dola nyingi lakini hizo hela ni nyingi sana. 2500. 2500. Kila ambacho kilinihuzunisha kabisa, stakabadhi zangu zote kwenye wallet. Sasa hiyo kumbuka kwamba pia bado sijamaliza masomo pale. Exam card iko pale, tulikuwa wakati wa kufanya mtihani. Niko mpaka student ID iko pale, ile national ID ilikuwa pale. Kulikuwa na ile press card ambayo nimeichukua tu Media Council of Kenya na hiyo na pale, lakini ni ile student ID press card. Kuna NHIF pale, kuna hizo zote. Akaondoka naye. Sasa kutoka wakati huo. Naam. Ukipatana na watu, tunasema unatembea tu kwa barabara unapatana na watu. Naam. Na wanatembea mtakutana ana kwa ana. Wewe ufanya nini? Job kile ambacho nilisoma sana ni hivyo visanga viwili vilinifunza mambo mengi sana. Hata wale ambao wanatutizama, wale ambao wataona ikanda. Mimi nilijua kwamba siku yoyote nikiwa Nairobi, labda mtu ambaye tunajuana kama wewe tumejuana, tutapatana na job pale tusalimiane. Tunajuana vizuri. Utaniongelesha na mimi kuongelesha. Lakini yeyote yule ambaye ni mgeni kwangu, yani sura tu, yani wageni tu kwangu, humjui, simjui. Salamu za kwako hata za mkono siwezi. Kile kingine nilishajifunza kwamba nikiingia kwa gari, na hapo nilishikwa na uoga kabisa. Acha nikwambie, nikiwa mjini, gari ambalo lina ngoma, limewekwa sijui maruninga pande zote, lina makanga sijui wanakaaje, nilianza sasa kuwa mstaarabu. Kama nikienda ruti za kwetu Donholm, Double M, Kanisako, yani matatu ambayo ina muziki. Yani keti hapa na mtu ana heshima ametoka kwake, ametoka kazi. Hakuna ngoma hata kidogo. Makanga ni mmoja peke yake. Kama City Shuttle afadhali ni abiria yale mabasi ya kitambo City Hopper. Ambapo najua vijana wale ambao ni wahalifu hawataki kuingia yale magari. Mimi hapo niko safe. Hata ku scroll simu hapo niko safe.
Nikikutana na kijana hivi, kama nikiona nduthi mahali ambapo limeegeshwa, huwa naangalia kama ni watu wa nduthi wengi, wale wana bodaboda, wale ambao wako kwa stage ambayo inapaswa. Lakini mtu ambaye ni wa nduthi na ni vijana wawili, mimi hata nikienda hivi nitarudi tena, kwa sababu ni uoga. Kuna mtu atasema wewe ni muoga. Uoga umenifanya mpaka hapa sasa, tangia mwaka 2019 mpaka leo sijaporwa tena, kwa sababu nimekuwa mwangalifu na nimefunzwa Nairobi. Neno lako la mwisho lipi kwa watu wanaokutazama kuhusiana na maisha ya shamba la mawe jijini? Nitawaambia kwamba Nairobi watu ni tofauti, na kila mtu Nairobi akikuongelesha ama akikupa salamu zake, kuna kitu anataka kujua kuhusu wewe. Usimkimbililie yeyote ambaye ni sura mpya kwako. Nairobi, hata hii ni yenu inaitwa shamba la mawe. Nairobi ni shamba la mawe, acha nikwambie. Kila mtu yataka kuvuna mahali ambapo hajapanda. Utaangushiwa kitu ama utaporewa kwa gari vile nilifanyiwa, ama vijana watakuja wakupore, kwa sababu wao wenyewe wanatafuta hapo hapo. Kwa hiyo Nairobi, yeyote ambaye anakutafuta, kuwa mwangalifu. Hivyo tunaweza waambia kwamba sote tuwe waangalifu.